Mwanamume kukuamini pia ni ngumu sana. Wanawake wanaamini watu kwa urahisi. Mnajua hivyo? Wanawake, Mungu aliwapa roho nzuri zaidi. Wanaamini watu kwa urahisi. Wanaume hawaamini watu kwa... Nasema kwa nia mbaya, hata wengine tuko nao mabwana zetu hatuamini. Na tumekaa nao miaka ngapi? Hatuamini na hata kuamini. Kwa hivyo wanaficha. Hiyo inazidi kuwapa ile pressure inazidi kupanda. Pia mila zetu na malezi yetu inafanya mwanamume asieleze anaposikia uchungu. Si hata nyinyi mkiwa na watoto, naambia watoto wawili, huyu ni msichana huyu mvulana. Wakianza kulia yule mvulana anasema selele sabaka. Si mnaambia hivyo? Hata kina mama wenyewe ndio wanamwambia hivyo. Anambia mtoto wa kiume, selele sabaka. Usilile kama wanawake. Msichana akilia sawa, huyu msichana atalia. Kwani uchungu si ni uchungu tu? Sasa huyu mwanamume ataenda kulia wapi? Mara nyingi sana sasa wanaenda kwa hiyo pombe, wakikunywa pombe ndio wanalia. Kama tuna baba, hamjaona wenzetu? Kuna siku moja tulikuwa mahali kwingine Mombasa. Kuna rafiki yangu alikuwa ndugu yake amekufa. Na kumbe katika ile matanga hakupata nafasi ya kulia kwa bahati mbaya. Sasa hiyo siku akaenda mahali akapewa pombe, alilia kwa masaa mawili. Mfululizo. Alilia tu. Nikamwambia mwacheni alie. Kumbe huku hakulia. Alijifanya ngangari. Na aliambiwa wewe ndio mwanamume hapa. Usilie. Baadaye lazima alie ili apone. Msipolia wanaume hamtapona. Mtaanza kutafuta hizo pombe na mtaingia kwa addiction ambayo baadaye itaumiza hali za afya ya akili yenu. Kwa hivyo tujiepushe sana na vitu ambavyo vitafanya wanaume wasi express. Mimi nimeanza campaign ya kuangaikia afya ya akili ya wanaume. Pale Voi tunaita Men's Mental Health Conference. Na ingine tunaita Men's Mental Health mtaani. Tunaenda mtaani. Tunakutana na wanaume. Tunaongea kitu gani kinatutatiza. Kwa sababu hata idadi ya hawa vijana, hawa watu wa mrika hawa, wale ambao wako katika madawa ya kulevya na pombe na nini, wasichana ni wachache, wavulana ni wengi, si ndio? Na katika jamii zetu tunajua kwamba ama tunaeleza hawa watoto kwamba mwanamume ndio kiongozi wa familia, si ndio? Sasa kama wako kwa pombe, kijana wa miaka 20 ama 25 amekuwa addicted, atakuwa kiongozi wa familia namna gani? So unaona familia zetu tayari ziko na shida. Na mara nyingi sana hiyo pombe itamfanya aingie katika hali nyingine za changamoto ya afya ya akili. Na sasa yeye ndiye kiongozi. Na jamii yetu nayo haitamvumilia, itamwekea pressure. Wale vijana huwa nafundisha pale university wako na changamoto kubwa sana kwa upande wa madawa ya kulevya. Wote wasichana na wavulana, lakini wavulana zaidi. Kwa sababu mara nyingi tunaambia watoto, tunaambiwa tulee watoto sawa, wa kiume na wa kike, si ndio? Lakini wanapokuwa wakubwa, wakati wanataka kuolewa na kuoa, wavulana watasema hawa wasichana si wife material. Mmekusikia kitu kama hicho? Au msichana si wife material. Wavulana anini wasichana nao wanasema hawa si husband material. In fact wao wanawaambia can you man up? Ambia mbona unakaa legelege kama wanawake? Man up. Sasa mimi nitaanza kuman up. Nani alinifundisha kuman up? Kwa hivyo sisi wanaume, umri wangu na kadhalika, tujaribu kulea hawa wavulana wawe wanaume. Wanasema from boys to men. Kuna watu wako na miaka 40 lakini they are boys. Si kweli? They are not yet men. We should make men out of these boys, ili waweze kusimamia jamii yetu. If we don't have men, we don't have community. Ndio maana nasema kama wanaume ndio wanajua hivi, sisi wanawake tutakaa bila wanaume.
Wamekufa wote. Wengi ndio wako jela. Huwa naenda jela kuongelesha hata mwaka uliopita nilienda Manyani. Wanaume wengi wako hapo. Wamefungwa. Hao wako hapa ni hao wako na pombe. Sasa wanawake tutakana nani? Wengi ndio hao wamekufa. Wamekufa kwa kujiua, wengine wamekufa kwa ajali, wamekufa sijui kwa nini. Tutaka kina nani? Wanaume wanakufa zaidi. Ni kweli maneno. Ni kweli. Sisi kama jamii basi wacha wafe kwa mambo mengine, lakini ile ya kujiua tuepukane nayo. Kwa sababu jamii inahitaji hao wanaume. Na jamii yoyote ambayo wanaume wake ni walegevu, wajua hii dunia ni ya mashindano. Hiyo jamii itashindwa na jamii zingine. Ndio maana nasemekana sasa hapa Taita tuko wachache. Mtu wa kutengeneza mtoto ni nani? Watu kina nani wanatengeneza watoto? Kina baba. Sisi wanawake tunazaa tu. Wanaotengeneza ni wa jamaa. Kama hatengenezi tutatoa wapi?